It is good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage, and a just cause, David will still beat Goliath. Isaya 9 mstari wa 6. Kwa kuwa kwetu sisi mtoto amezaliwa, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia, that sendeth ambassadors by the sea. Ukoo wa Solomon na sanduku la agano. Kwa mujibu wa Biblia takatifu ya Ethiopia, ambayo ilitangulia Biblia ya King James kwa mamia ya miaka, Malkia wa Sheba alisafiri kwenda Yerusalemu kutafuta hekima ya Suleiman, mwana wa mfalme Daudi. Wakati wa ziara yake, Solomon alimchumbia na kumpa pete. Muungano wao ulisababisha kuzaliwa kwa mwana wa kwanza wa Solomon, Menelik wa kwanza, ambaye baadaye alianzisha ukoo wa Solomon huko Ethiopia. Solomon aliota ndoto ya unabii ambapo aliona nyota ya Daudi iking'aa juu ya Ethiopia. Tafsiri ya ndoto hiyo ilitabiriwa kuwa Ethiopia ingeweza kuwa Yerusalemu mpya, mahali pa kupumzika pa sanduku la agano. Ilikuwa imetabiriwa kwamba kabla ya kumbukumbu ya 2000 ya kusulubiwa kwake Kristo, kama anavyoitwa Ethiopia, atarudi na kukaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Unabii huu ulitabiria kuja kwa Kristo katika taifa ya kifalme. I'm a Abyssinian by origin, yeah. The land of our fathers where our Jah loves to be. Kuzaliwa kwa mfalme Haile Selassie. Mnamo Julai 23 mwaka 1892, kuzaliwa kwa Lige Tafari, ambaye baadaye alijulikana kama Haile Selassie I, kulionekana kama kutimia kwa unabii huu. Ukoo wake ulifuata moja kwa moja hadi kwa mfalme Suleiman na Malkia wa Sheba, akimweka kama mrithi halali wa kiti cha enzi cha Daudi. Kwa harakati ya Rastafari, kuzaliwa kwa Haile Selassie ni tukio la kimungu linaloashiria kurudi kwa Kristo katika ufalme wake. Selassie I anaheshimiwa kama mfano wa Mungu duniani, akitimiza unabii wa maandiko. Kwa Afrika, Haile Selassie ni ishara yenye nguvu ya umoja, nguvu na uhuru. Uongozi na maono yake yalikuwa muhimu katika mapambano dhidi ya ukoloni na harakati za umoja wa Afrika. Kimataifa, urithi wa Haile Selassie unavuka mipaka ya Ethiopia. Utetezi wake wa amani, haki za binadamu na ushirikiano wa kimataifa umeacha alama isiyofutika katika jukwaa la ulimwengu. Kuzaliwa kwa Kedemawi Haile Selassie I ni zaidi ya tukio la kihistoria. Ni kutimia kwa unabii wa kimungu, taa ya matumaini kwa Afrika, na ushahidi wa nguvu ya imani na uongozi. Yes, my God is God of Ethiopia. Haile I and my King is King of Ethiopia. Wenye kuona mbali walitabiri ukame mkubwa nchini Ethiopia ulioanza mwaka 1889. Licha ya nchi hiyo kufurahia misimu miwili ya mvua, ukame huu ungetangaza kuja kwa tukio muhimu. Mvua itarudi na kuzaliwa kwa mtoto ambaye atakuwa taa ya matumaini kwa kutimia kwa unabii wa kimungu. Mnamo Julai 23 mwaka 1892, wakati mawingu meusi yalikusanyika, unabii ulikuwa unakaribia kutimia. Waizero Yashimabet, mamake Haile Selassie, akiwa amezingirwa na wakunga, anahangaika katika uzazi.
wasiwasi ni dhahiri. The land flowing with milk and honey, the Garden of Eden. Ras Makonnen na Waizero Yashimabet walipata hasara ya watoto 8 na ni Ras Tafari Makonnen pekee baadaye alijulikana kama Haile Selassie I aliyenusurika. Wanavijiji baada ya kusikia habari walianza kufyatua bunduki zao hewani, sauti za sherehe zikienea katika jimbo nzima. Ghafla mvua kubwa ikaanza kunyesha ikiambatana na ngurumo ya radi. Kama ilivyotabiriwa, mvua ilirudi siku ya kuzaliwa kwake, ikidhibitisha utambulisho wa mtoto. Ukame mrefu ulimalizika papo hapo. Kilimanjaro, mountains of the moon, as we hear Rastafari, Selassie is his name. Ili kuelewa asili ya ajabu ya Kedemawe Haile Selassie I, ni lazima tutafakari maisha yake ya awali yaliyojaa matukio ya miujiza na nguvu za kimungu. Alilelewa katika kanisa. Uhusiano wake na asili na Mungu ulikuwa dhahiri toka akiwa na umri mdogo. Rastafari, mtoto mdogo, yuko kanisani akizungukwa na makuhani wanaomtazama kwa heshima na udadisi. I wanna dedicate this song. Emperor Haile Selassie I the first, the King of Kings. Kuna wakati mtoto Tafari alitambaa msituni na kutoweka. Wakati makuhani walipokuwa wanamtafuta, alikuwa akicheza na simba, swala na chui, wanyama ambao walionyesha heshima na huruma kwake. Rastafari ndiye mfalme wa wafalme. Akiwa na umri wa miaka 6, makuhani walimuuliza kuhusu nguvu zake, alizipata wapi kuongea na wanyama. Tafari alichukua karatasi na kaanza kuchora. Alichora ndege kwenye kipande cha karatasi na ndege huyo akaruka kutoka kwenye karatasi akiwashangaza wote waliokuwa. Haile I and my king, king of Ethiopia. Kama mtu mzima, Haile Selassie aliishi na simba 27 katika kasri lake. Walizurura kwa uhuru, wakionyesha uhusiano wake wa kipekee na ufalme na wanyama. Mbali na simba, alifuga chui, duma na mbwa, wote wakiishi kwa amani katika uwepo wake. Nguvu zake za ajabu zilikuwa dhahiri kwa wote waliokutana naye. Uwezo wa Haile Selassie wa kuwasiliana na wanyama ulikuwa zaidi ya onyesho la nguvu. Ilikuwa ni ushuhuda wa uhusiano wake wa kimungu na jukumu lake kama mlinzi wa uumbaji wote. Maisha ya Kedemawe Haile Selassie yaliyojaa matukio ya miujiza na nguvu za kimungu ni ukumbusho wa urithi wa kimungu alioubeba. Utawala wake ulileta matumaini, umoja na uhusiano wa kina wa kiroho kwa ulimwengu. Afrika, jitambue na ujue Mungu wako na ufalme wako. From the banks of River Nile, yes we come from Nubia. Yeah. Akiwa na umri wa miaka 7, Rastafari aliweza kuzungumza zaidi ya lugha 6 za kimataifa. Alipokuwa na miaka 13, alikuwa gavana wa mkoa, akionyesha hekima na uongozi mapema. Akiwa na umri wa miaka 24, alitawazwa kuwa msimamizi wa kiti cha enzi na mrithi wa kiti cha enzi cha kifalme cha Ethiopia. Mnamo mwaka 1928, akiwa na umri wa miaka 36, alitawazwa kuwa Negus au mfalme wa Ethiopia. Mnamo Novemba 2 mwaka 1930, alitawazwa kuwa mfalme wa wafalme, bwana wa mabwana, simba mshindi wa kabila la Juda, mchaguliwa wa Mungu, mwanga wa ulimwengu, mfalme wa amani, mzizi wa Daudi, mfalme wa Sayuni. Haile Selassie I inamaanisha nguvu ya Utatu Mtakatifu. Kutawaza kwake haikuwa tukio la kisasa tu, bali kutimia kwa unabii wa kimungu, kuashiria kurudi kwa Kristo katika ufalme wake kama mfalme wa falme na bwana wa bwana. Afrika, jitambue na ujue Mungu wako
na mfalme wako, Jah Rastafari. From the tribe of Judah. And this is the revelation I'm giving you. Yes, my God.